Pokea salamu zangu popote ulipo. Jina langu mimi naitwa Rose na leo tunaangazia masuala nyeti. Haya, leo tunazungumzia kuhusu maswali kadhaa ambayo labda ingefaa uulize huyu mzungu wako wakati mnapopatana pale kwenye dating site. Kwa sababu ni maswali ambayo labda usipouliza useme tu unaenda pale wewe umefunga macho tu chenye kitakupata kikupate, haingekuwa vizuri. Ingekuwa ni vizuri zaidi kama ungekuwa umeshajitayarisha alafu uwe tayari. Anyway, haya, swali la kwanza ambalo ni ngumu kuuliza lakini ingekuwa vizuri kama ungeuliza. Kama wewe ni msichana pale na labda ungetaka watoto, labda unatafuta mahusiano ya kweli, unataka mwanaume ambaye mtakuwa na mahusiano ya kweli, muende mfunge ndoa, muishi pamoja kama mke na mume, na labda ungetaka watoto. Ni vizuri sana uulize huu mwanaume kama amepitia kitu ambacho kinaitwa vasectomy. Vasectomy ni kitu ambacho wanaume wengi wa hizi nchi za kigeni, Europa, Marekani, Canada, Australia, wengi wao wamepitia hili jambo. Kuna watu ambao labda alikuwa ameshaoa kitambo akapata watoto, alafu unajua hizi nchi za kigeni si vile huwa mnafanya ati kupanga uzazi ni jambo la mama ndiye anatakana ashughulikie. Huwa wanaketi chini wanasema okay, wewe ingekuwa rahisi kama ni wewe ungefanya tupange uzazi, kwa sababu mimi labda nikidungwa mashindano, nikimeza madawa yananiharibikia. Sasa wanakuwa wameamua hivyo, bwana anakuwa yeye ndiye anapanga uzazi. Vasectomy ni kusema ya kwamba anaenda alafu kuna mshipa ambao huwa unapitisha mbegu za uzazi, huwa unaenda unakatwa. Unakatwa. Na ukikatwa si kumaanisha eti kutakuwa na tofauti yoyote mnapofanya mapenzi, kwa sababu niliona msichana mwingine akisema kama amekatwa kitu iwezi simama. Hakuna tofauti yoyote, ni mshipa tu wa kupitisha mbegu ndio huwa unakatwa. Mkifanya mapenzi kuna maji yatatoka tu kama kawaida lakini hayana mbegu. Natumai mnanielewa. Huwa napenda niwaambie maneno ili muelewe. Haya, sasa ni vizuri umuulize kama amepitia jambo ambalo linaitwa vasectomy, ili ufanye uamuzi kama wewe utaenda kukaa bila watoto, ujue wewe uamue. Anyway, jambo la pili, tukisonga haraka sitaki video iwe refu. Swali la pili ambalo linafaa uulize, hili linahusiana na wasichana ambao wanasema mimi siwezi olewa na mwanaume ambaye hajapashwa tohara. Sasa hili linahusiana na tohara kwa sababu unaweza kuta wanaume tuseme wa kutoka Marekani ambao miaka yao kidogo iko juu kidogo. Kuna wengi ambao kweli walifanywa tohara kwa sababu wazazi walikuwa akienda, labda mama ni mjamzito ashaenda kujifungua, akishajifungua wanaongea na daktari wakati wanakata kitovu, wanamwambia hata hiyo ingine ikatwe, mtoto aende apone tu pamoja. Lakini ilifika pahali hao wazazi watu wote Europa, Marekani, wapi wakasema hapana, hilo jambo si nzuri. Kwa nini mnafanyia mtoto hivyo? Acha mtoto azaliwe akue mkubwa, akishafika miaka 18 mwenyewe ataamua kama anataka kupitia hilo jambo ama hataki. Na wengi wao walisema hawataki. So ni vizuri pia uulize kama hilo ni jambo ambalo kidogo labda sijui hautaki kujihusisha na mtu ambaye hajapitia hilo jambo, ni vizuri uulize. Haya, sasa jambo la tatu ni jambo ambalo watu wanalalamika sana. Wakati unakuta msichana ameachana na mzungu, akikuja kulalamika hata iwe ni hapa TikTok, hapo ndiye ataanza kusema alianza kuniitisha mlango wa mlango wa kutoka. Yaani hataki kuingilia mlango wa kuingia, anataka kuingia mlango wa kutoka. I hope mtanielewa. So, hili pia ni jambo ambalo inafaa mzungumzie, kwa sababu hakuna haja uende pale uanze kupata masurprise kule sijui nini. Wewe mliongea akakuuliza, wewe unakuwa friki na ukasema mimi niko friki. Labda wewe ukutaka huo ufriki ufike huko. Anyway, ni vizuri umwambie kama kweli kabisa hilo ni jambo ambalo wewe uwezi, lazima umwambie, umuulize na umwambie hilo ni jambo ambalo halitawahi fanyika. Okay? Ili ajue. Si eti unamwambia naweza fikiria, naweza fanya nini na Kama umeamua hilo ni jambo ambalo unajua huwa tunaziita deal breakers. Kama unajua hiyo ni deal breaker kwako, kama unajua mtu ambaye hataki mtoto huo ni deal breaker, ujue tu mapema. Kama unajua kudeal na mtu ambaye hajapashwa tohara ni deal breaker, pia ujue mapema. Kama unajua mambo ya kupitia mlango wa kutoka badala ya kupitia mlango wa kuingia, unajua hiyo ni deal breaker, ujue mapema. So, haya ni maswali, najua si maswali rahisi sana kuuliza, lakini unafaa uulize ili ujue.
Unajua sasa ubaya ni watu ambao labda kidogo anasema mimi ni mtu wa kupita tu, unajua labda natafuta mzungu anivukishe anifikishe kwao nipate makaratasi yangu nifanye nini. Kabla upate makaratasi kutakuwaje? Kwa sababu hizi nchi zinachukua muda. Si ati unafika tu bora umepewa visa Nairobi ati umefika tuseme ni Ujerumani, Ufaransa, wapi sijui, eti unafika alafu ushapewa makaratasi, umeshapewa kadi. Kadi inachukua muda. Na kama unataka ungoje upate ya permanent, hiyo inachukua muda. Nchi zingine na itachukua miaka 2, nchi zingine inachukua miaka 5. Kutakuwaje? Sasa wewe ni ujue vile utakavyofanya, kwa sababu uwezi enda tu pale umefunga macho unasema mimi siendi kukaa naye, nimempa tu muda, mimi nikishafika kule mimi nitajipanga. Kabla ujipange kutakuwaje? Haya, nijibu kwa comment section.